ama irudi kwenye uhalisia wake. Iepukane na vituko ambavyo vimejitokeza, na watu warudi wakae chini, wasimame katika sunna vizuri, wasome sunna, na heshima kwa mashekhe wote wa kisunna iwe imerudi. Jana tulianza nukta ya kwanza, i'adatu al-i'tibari lil'ulamai al-kibar, ni kurudisha mazingatio kwa maulama wakubwa, tuchukue kutoka kwao, biibrazi ilmihim, kwa kudhihirisha ilmu zao ambazo wameandika kwenye vitabu mbalimbali, mihadhara ambayo wameifanya, na kurudi kwao. Lakini pia wa nashri turathihim, na kueneza turathi zao ambazo imeziwacha, tuasibaki nazo yeye, tuzieneze katika madaris, katika sehemu mbalimbali. Fatawa za ulama na Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, Sheikh Ibn Baz, Ibn Uthaymin, turathi zao zienee sasa. Pia wa dhikri fadhailihim, kuyataja yale mabora yao, fadhila zao, fadhila za maulama, kuwaheshimu, kuwakirimu. Wa rabti nnasi bihim, na watu kuwafungamanisha na hao maulama. Hii ni hatua moja kubwa sana. Ikifanyika, si watu epukane na kila kukicha nasikiliza klipu gani, sikiza sijuradi gani, kitu gani. Sasa watu wakae na kibaru ulama. Jingine, tashihu mafhum almarji'iyya alilmiyya, kusahihishwa mafhum ya rejea za kielimu. Hii nayo ni nukta kubwa sana. Liyauda almizanu ila niswabihi, ili kipimo kirudi kwenye fungu lake. Kipimo sio sauti za klipu mbalimbali, rududi mbalimbali, hapana. Kile kipimo halisi kirudi sasa, cha kumjua nani salafi, nani ahlus sunna wal jamaa, nani si, nani ndiye. Anasema Sheikh, al-ilmu qabla sauti, kwanza ilmu kabla ya kupaza sauti. Watu wakae chini wasome, chukua ilmu. Vitabu ambavyo tunavisoma vyenye maalumati mbalimbali ndivyo bora zaidi. Watu wamefinika vitabu, wamefungua masikio kwenye channel, kanati mbalimbali, YouTube kuna nini, Facebook kukoje. Kwa hiyo watu wasome. Al-ilmu qabla sauti, ilmu kabla ya sauti. Warusukh qabla dhuhur, kuchimbua, kuzama katika masailul ilmi. Kuna masail mingi ya kiilmu watu wanatakiwa wayapate, na sio mihemko na hamasa za jazba mbalimbali kuangalia ushabiki wa rududi hizi na zile. Watu wabobee katika ilmu, warasikhina fil ilm, na waliobobea katika ilmu. Pia waladlu qabla alhamasa, uadilifu utangulie kabla ya kutanguliza hamasa. Watu walihamasishwa mambo, uadilifu ukatupiliwa mbali. Sasa uadilifu utangulie. Umehamasishwa jambo, lakini kwanza angalia uadilifu uko wapi. Zakatamka maneno ya kumdhulumu shekhe kubwa kabisa, sababu tu umebebeshwa jambo hilo na shekhe wako, sijui na mdai anayekulingania, sijui mwalimu wako, sijui nani. Kwa hiyo hizi ni njia za watu kurudi kwenye mafuhumu ya rejea halisi. Kama tulibebwa na maklipu, sasa watu wakae chini, wafungue vitabu, wasome. Nyingine, atafriqu baina naqdi al-ilmi wa at-tashghib, watu lazima walijue hili, tofauti kati ya kumkosoa mtu kiilmu na kuamsha shari. Kuna kuamsha shari
ambayo kutatengenezeka husuma, ugomvi, majibizano baina ya shekhe huyu na shekhe huyu, wanafunzi wa shekhe huyu na wanafunzi wa shekhe yule, madrasa hii na madrasa ile, Ahlus Sunna wa nchi hii na wa nchi ile. Kwa hiyo lazima watu wafahamu, watofautishe kati ya an-naqdul ilmi, makosa ya kielimu ambayo anakosolewa mtu, na kuamsha shari. Anasema fan-naqdu yakunu biilmin wa adlin wa adabin, kumkosoa mtu inakuwa ni kwa ilmu na uadilifu na adabu. Unayemkosoa naye ni mtu ana heshima yake, ana wanafunzi wake, ana wafuasi wake, ni dai wa miaka mingi. Kwa hiyo uadilifu utawale zaidi, lakini na adabu kwake yeye iwepo. Masala ya kupandiana juu kwa matusi, maneno ya kejeli, kebehi, haifikia hatua iwe ni mwisho. Sasa watu waangalie dini, sio dili na mipango mingine na kutafuta umaarufu na mashuhuri. Kwa anasema naqdi inakuwa namna hiyo. Kukosoa kunatakiwa kuwe kwa misingi hii kielimu, pia na uadilifu na adab. Amma tatabu'u zallati wa tashhir, ama kufuata zallati, makosa, sehemu ambazo mtu ameteleza na mtu kumtangaza, falaisa min sunna, hili si katika sunna, bal min masalikil fitna, hizo ni njia za fitna, hizo ni njia za fitna. Kwa hiyo pia sisi wafuasi tunatakiwa kuzingatia, sawa shekhe kamkosoa shekhe fulani, kapitia misingi hii, amemtendea haki, kamfanyia adabu katika kumrekebisha kwake, na uadilifu ulikuwepo, au ni ile kumbomoa na kummaliza kabisa kabisa awe sie? Kwa hiyo sisi, Allah ametupa akili, Allah ametupa akili, akili zetu zifanye kazi. Wayaj'alu rijsa 'ala alladhina la yaqilun, Allah ajalie uchafu kabisa kwa watu ambao hawatumii akili zao, kubebwa na hamasa na kutekwa moja kwa moja, ikawa sasa watu wanawakandia, wanawachuoni, wanawabomoa, wanawafanyaje, eti nini, shekhe fulani kasema, sijui mwalimu wake kamuelekeza hilo. Akili yako inafanya nini? Pia jambo jingine ambalo tutufikisha lengo, tukishakuwa na upeo kutofautisha kati ya kukosolewa mtu na kuamsha shari, tukishaona hiyo ni shari, basi tuone kwamba hapa japo ni shekhe wetu, ni mwalimu wetu, lakini kwa hili hapana, tumwache nalo yeye mwenyewe. Na tukimwacha nalo yeye mwenyewe atarudi chini, tajua kwamba mpaka wanafunzi wamenigundua kwamba hapa siko sawa sawa, na yeye atajirudi, atakaa chini. Sasa jingine, binaul mashari' la al-ma'arik, kujenga mashruu mbalimbali na sio vita, sio mapambano. Na kesa hivi watu wamekaa kimapambano, wakati kuna mashari'i nyingi zatakiwa ziendeshwe, zisimamiwe, ambazo zinajenga Uislamu, zinaimarisha harakati, zinasimamisha dini ya Allah tabaraka wa taala. Sio kila siku ni watu wa kupambana tu. Mashari' ad-da'wa, anasema ad-da'watu la tanhadhuha ar-rudud an munfalita, da'wa haisimamishwi wala hainyanyuliwi na raddi zenye kuachia tu, zenye kuponyoka midomoni mwa watu. Leo huyu kaponyoa hili, leo huyu kachomoa lile, kachomoa lile, ikawa sasa ulimwengu umekwenda namna hiyo, na watu nao wamekaa mkao wa kula, wanasubiri tu kutaradiwa nini na huyu naye atajibu nini. Na ni jambo limekuwa la kidunia sasa, litamke sasa hivi hapa tayari limesharushwa mitandaoni, limedakwa, watu wanasambaza. Dawa hii itasimamishwa ama itanyanyuliwa, bal al-ilmu wat-ta'lim, kwanza kwa ilmu, mashari'i za ilmu, vituo mbalimbali vya ilmu vianzishwe, wat-ta'lim, na kufundisha, wat-tazkiya, na kutakasa, yani watu wasafishwe, watu ni wachafu.
wanahitaji kusafishwa kwa aya mbalimbali, kwa hadithi za mtume mbalimbali, watu wasafishwe. Hatimaye mweza kujikuta mna watu mwajiona mkono wa Ahlus Sunna wazuri masalafi, kumbe ni watu maskini, mitiani mitupu. Mambo ni mengi waliokuwa nayo, wenye tabia za uzinifu, tabia za usengenyaji, tabia za haya mambo yatakiwa yasafishwe. Tazkia wa tarbia, na malezi, watu weke katika malezi kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyowalea masahaba katika tabia njema. Yuzakihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma, na watakasa na wafundisha kitabu na sunna, iwe watu ni wazuri kweli kweli. Alhamdulillah. Wa tarbia, na malezi, wa binai al-insan, na watu kujengwa, watu wajengwa kidini kweli kweli. Binau rijali sa'abun min binai al-judran, watu kuwajenga ni jambo kubwa sana, gumu kuliko hata kujenga kuta za majumba. Kwa lazima kuwe na masharia ad-da'wa, masharia at-ta'limi, mambo mbalimbali yawepo. Watu wajengwe katika kusimamia jamii, kuihudumia na nini, mambo yanatakiwa Waislamu wajengeke katika hayo. Tano, ighlaq babil fitna anil amma. Hili nalo lazima lifanyike, hili litendeke, kufungwe mlango wa fitna kwa watu wa kawaida ambao sio maulama. Hawa ndio waliohamasishwa mpaka ikawa kumepatikana sasa makundi ni mengi, na ikiwa wao nao vile vile wanawahamasisha na kuwachochea mashekhe zao. Kisikia jambo limesemwa kule, analileta kwa shekhe, ima ataleta maelezo ama ataleta klipu ama atafanya nini. Kwa hiyo huu mlango wa fitna watakiwa ufungwe sasa, usiwe wazi na unafungika kiurahisi kabisa. Shekhe wewe au dai, watu wakishakuona tu kwamba ukiletewa taarifa waanza kumsusuaza huyo alokuletea na wenzake wako pale, basi hawatathubutu wengine. Lakini ukiwapongeza tu wanakuletea taarifa za uchochezi, tayari ni kufeli. Kwa hiyo ighlaq babil fitna anil amma, ufungwe sasa mlango wa fitna kwa watu wa kawaida ambao sio maulama. Falaysa kullu ma yu'lam yuqal, sio kile linalojulikana husemwa. Kuna watu akili zao hazina uwezo wa kubeba baadhi ya mafundisho, bado hawajafikia. Wala kullu khilafin yunshar, na sio kila khilafu inaenezwa. Khilafu ni nyingi sana ukiangalia katika al-kutub, lakini sio kila khilafu iwe inaenezwa. Bal tusanu alqulub, bali nyoyo hizi zinahifadhiwa. Wa tuhfadhu aljamaa, na watu vile vile wahifadhike vizuri. Bal tusanu alqulub, bali nyoyo hizi zizuiliwe, zitunzwe, zihifadhiwe. Wa tuhfadhu aljamaa, na jamaa nao vile vile hii jamaa ihifadhiwe. Isiwe sasa ikawa watu jamaa hii inagawanywa, kwa sababu kila kineno kikichukuliwa kwa uzito, basi fahamu kwamba hatui na jamaa, migawanyiko itaongezeka. Lazima kuwe na ighlaqu babil fitna anil amma. Jambo la sita, audatul mizan, ni kurudi kwa kipimo halisi. La maarakata al-aswat, sio mapambano ya clip, sauti mbalimbali, hizi sautiyat. Audatul mizan, inna da'wa salafiyya, hii da'wa ya kisalafi, akbar, ni kubwa mno, min an yahtakiraha saut, si da'wa ya kukontroliwa na sauti, itakuwa ni kitu dhaifu sana. Ni dawa ambayo watu wakae, wafungue vitabu, wasome, na isihodhiwe na sauti tu ya mtu fulani. Akitoa sauti yake huyo ni tayari. Wa a'maq, na ina kina kikubwa zaidi,
min an yakhtazilaha jadal, kuliko kutengwa na kimjadala fulani tu, jadala huu au mjadala ule. Wa arsakhu, na imezama zaidi, min an tahuzzaha mawjatun abira, haitingishwi na mawimbi yenye kupita tu. Ni dawa ambayo ina rusukh, imekita na imezama.